Kwa mara nyingine ninawakaribisheni tena katika kusikiliza mafundisho ya msingi kabisa ambayo yanaletwa kwenu na shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Arise Africa, ambalo ofisi zake zipo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na kwa muda huu ninakuelezea sababu moja hapo ambayo inapelekea Waafrika kutonufaika na rasilimali zao, nayo ni kukosa usimamizi. Usimamizi ni kitu muhimu sana kwa maendeleo yote yale. Kwa maana mahali palipo na usimamizi pana maendeleo, na mahali pasipo na usimamizi pana maendeleo. Usimamizi nini basi? Usimamizi ni kutoa mwongozo na ulinzi juu ya jambo fulani au shughuli fulani au kazi fulani, ili kuhakikisha hiyo kazi inafika kwenye ukomo au mahali ambako kumekusudiwa kufika, au kuweza kuleta maendeleo. Manake kama hakuna mafanikio, manake usimamizi huo umefeli. Na ili usimamizi uweze kufanikiwa, ni lazima kwanza ujue kile kitu unachokisimamia, au msimamizi akiwa na uelewa juu ya kile anachokisimamia, manake anaweza kusimamia kwa uweledi zaidi au kwa mafanikio kubwa zaidi. Lakini pili, ni lazima msimamizi aelewe changamoto au matatizo juu ya kile kitu anachokisimamia. Kwa maana kama atajua, atakuwa na uwezo wa kuweza kutambua au kujua kwamba tatizo lile linakuja, na kwa maana hiyo anaweza akadhibiti au akazuia ili isije likaharibu ule mpango au ile shughuli. Hebu tuende kwa mifano ili tuweze kujua maana hasa ya usimamizi. Mfano, mkulima anapoanzisha shamba la nyanya, huyo mkulima kitu cha kwanza kabisa ni lazima kwanza aelewe juu ya kilimo cha nyanya, na ndipo ataweza kusimamia vizuri kilimo cha nyanya. Na kama hajui, basi inabidi aende kuomba ushauri kwa bwana shamba ili aweze kusimamia vizuri hicho kilimo cha nyanya. Lakini pili, ni lazima aelewe changamoto juu ya kilimo hicho cha nyanya. Kwa maana atakapojua changamoto hizo, ndipo atakapoweza kudhibiti hizo changamoto. Mfano, zipo changamoto kadhaa juu ya hicho kilimo cha nyanya. Moja hapo ni magonjwa au wadudu. Manake mkulima huyo anatakiwa mapema kabisa aandae madawa, ili yale magonjwa yanapotokea anakuwa na uwezo wa kuyadhibiti mapema. Lakini changamoto ya pili ni ukame. Manake mkulima huyo ni lazima awe tayari au ajiandae mapema kabisa, aidha kuvuta maji ya bomba au kuchimba visima, ili ukame unapotokea anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kupambana na ukame kwa ajili ya kutumia maji ya kisima. Lakini changamoto ya tatu ni soko. Anaweza kufanya mambo yote hayo, lakini kama soko amekosa, basi kwake itakuwa ni hasara. Manake pia mkulima lazima atafute soko mapema kabisa, ili mavuno yanapokuwa tayari anakuwa yuko tayari kusambaza mazao yake katika masoko. Lakini mfano wa pili, inawezekana kabisa kwa na kampuni fulani ambayo inazalisha bidhaa fulani, lakini ili kampuni hiyo iweze kuwa na maendeleo makubwa, inategemea sana usimamizi. Ili msimamizi aweze kufanikiwa, aweze kuiletea maendeleo ya kampuni, mambo matatu anatakiwa ayatekeleze. Kwanza kabisa, msimamizi awe mwaminifu kwa kampuni. Manake huyo msimamizi asirubuniwe na watu wote wale, au asijiingize kwenye uovu. Muda wote anawaza maslahi ya kampuni. Lakini jambo la pili ni kwamba msimamizi anatakiwa aelewe kile kitu anachokisimamia. Akiwa na uelewa huo, manake ataweza kusimamia kwa mafanikio makubwa na kwa weledi mkubwa. Na jambo la tatu, msimamizi huyo anapaswa kuzijua changamoto juu ya kile kitu anachokisimamia. Hii changamoto zinapokuja, anakuwa na uwezo wa kuzuia au kudhibiti mapema. Na akifikia hapo, basi hakuna namna yote kwa msimamizi
asiweze kuletea kampuni hiyo maendeleo makubwa. Ndio maana unaweza ukasikia hiyo kampuni inasifiwa kwamba kampuni fulani ina maendeleo makubwa, ni kwa sababu ya kuwepo kwa msimamizi ambaye yuko makini. Au nitoe mfano kwa nchi ambayo inaingia kwenye uchaguzi wa viongozi, na hapa naweza pakatokea mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa kwa watu, akijinadi, akiomba kura kwa wananchi, akiwaambia jamani, nichagueni, nipeni kura, nitawaletea maendeleo makubwa sana. Kila mtu atakuwa na maisha bora, kila mtu atakuwa na nyumba nzuri, kila mtu atakuwa na gari, huduma za afya zitakuwa ni bure, elimu itakuwa bure. Lakini akaendelea kuwashawishi watu kwamba atawajengea miundombinu, atawajengea barabara za ambazo zitapambwa na madini ya thamani mbalimbali, lakini akiwaambia kwamba nitaifanya nchi hii kama paradiso. Kutokana na ushawishi huo, ni rahisi sana wananchi wakampa kura na akapata hiyo nafasi ya uongozi na akasimikwa. Lakini naye pia akaanza kuteua wasimamizi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na wao pia wakala viapo. Sasa kufanikiwa kwa kiongozi huyo, ili katika yale ambayo alikuwa anaahidi watu, yale maono yale aweze kuyatimiza, kwanza inategemea sana kwa yeye mwenyewe juu ya kile kitu alichokuwa anaahidi, kama alikuwa anaahidi uongo au ni ukweli. Kama alikuwa anaahidi uongo, aweze kupata ile nafasi. Lakini kama alikuwa anaahidi ukweli, bila shaka anaweza akafanikiwa kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Lakini pamoja na hayo, bado inategemea sana pia hata kwa wale watendaji au wasimamizi ambao wamewateua wa kumsaidia. Kwanza kwa mambo kama matatu yafuatayo. Inategemea sana kwa hao wasimamizi endapo watakuwa na uaminifu kwa vile viapo walipokuwa wameapa. Manake kama watakosa ule uaminifu, itakuwa ni ngumu sana kuweza kumwezesha yule rais kufikisha yale malengo yake au kuwafikisha wananchi wake kule ambako walikuwa ameahidi kuwafikisha. Lakini cha pili ni kwamba inategemea sana hao watumishi au watendaji au wasaidizi, endapo watakuwa wanauelewa juu ya kile kitu ambacho wanakisimamia. Kwa maana hii wakati mwingine inaweza katokea mtu akapewa nafasi lakini hana uelewa. Lakini pia jambo la tatu, inategemea sana kwa hao wasimamizi kama watakuwa wanazijua changamoto juu ya kile kitu ambacho wanakisimamia. Kama watajua na watazielewa changamoto, basi wataweza kudhibiti na wataweza kumletea matunda au mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais au kuleta maendeleo ya nchi. Lakini hebu nitoe mfano hasa kwa nchi yetu ya Tanzania. Hasa nikitolea mfano kwa awamu 3 zilizopita za mwanzo kabisa, tukianzia awamu ile ya kwanza na awamu ya pili na awamu ya 3. Tuone namna gani usimamizi ulivyokuwa. Tukianza na usimamizi wa ile awamu ya kwanza uliokuwa unaongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kipindi hicho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anachukua nchi kutoka kwa koloni la Uingereza. Ni kwamba nchi hii kwanza ilikuwa na wananchi wachache, idadi ndogo ya watu. Lakini pia ilikuwa na watu ambao walikuwa ni maskini, lakini pia bado wako na ujinga. Hata hivyo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutokana na mazingira hayo, bado kutokana na usimamizi uliokuwa huko imara zaidi, aliweza kufanikiwa kuleta maendeleo makubwa. Kwanza kabisa alianza kuwakusanya wananchi wake kuishi sehemu moja au vijiji vya ujamaa, na lengo lake kubwa lilikuwa ni kupeleka huduma kwa urahisi, kuwapelekea huduma kwa urahisi. Lakini pia lugha moja ilisaidia sana kuwakusanya watu pamoja na kuweza kuwa na maelewano ya karibu zaidi, na hiyo pia ilipelekea maendeleo zaidi. Lakini pia uongozi wa kipindi kile au usimamizi wa kipindi kile
ulibezi sana kwenye miradi ya mazao ya kilimo ambayo ilikuwa ni pamba, kahawa, chai, tumbaku, mkonge na hata korosho na mazao mengineyo. Kipindi hicho hayo mazao yalikuwa yanapelekwa moja kwa moja nje na pesa ya kigeni kanaingia. Lakini mbali na hayo, serikali ilikuwa inahusika moja kwa moja kwenye hizi rasilimali za umma, rasilimali kama za madini. Serikali ilikuwa inachonga madini ya almasi na kwenda kuuzia soko la nje. Lakini bado kwenye hii Wizara ya Mali Asili, serikali ilikuwa inahusika moja kwa moja kusimamia hizi rasilimali. Ndio maana hata iliweza kujenga mahoteli sehemu mbalimbali kwa lengo la wageni kufikia. Na mambo haya ndiyo yalipelekea zaidi nchi yetu kufikia uchumi wa viwanda, lakini pia hata mashirika. Serikali iliweza kuonyesha mashirika mbalimbali. Lakini siri kubwa hasa kwa usimamizi wa kipindi hicho hata kuweza kufikia maendeleo makubwa namna hiyo ni mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, kipindi hicho kiongozi mwenyewe ambaye alikuwa msimamizi mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutokana na sifa zake alizokuwepo nazo ya kuwa na uzalendo kwa nchi, lakini pia na uaminifu, ndio hiyo ilikuwa inaakisi hata kwa viongozi wengine waandamizi na hata kwa watumishi wengine wa umma kufuata nyayo zao. Na sababu ya pili ni kwamba kipindi hicho wasimamizi walikuwa wanapatikana sio kwa kuangalia undugu au kwamba huyu mtu wa kabila langu au huyu nimesoma naye au huyu tuko kwenye imani moja. Hapana, hiyo ilikuwa watumishi hao au wasimamizi hao walikuwa wanapatikana hasa kutokana na utendaji wao, kwamba huyu anafahamu au huyu ana utaalamu wa kiasi gani. Lakini pia ni kwamba serikali hiyo kupitia usalama wa taifa walikuwa wanathibitisha kuwakagua kwamba hawa watu wana uaminifu kwa kiasi gani, na hayo pia ndio ilichangia kwa usimamizi wa kipindi kile kuwa na mafanikio makubwa sana kimaendeleo. Lakini pia sababu ya tatu, na hiyo nafikiri ndio zaidi, ni kwamba usimamizi wa kipindi hicho ulikuwa umezuia viongozi na watumishi wa umma kutojihusisha na biashara, na hii kwa kuhofia mgongano wa kimaslahi. Kwa maana walikuwa wanahofia kwamba kama watumishi wa umma wangeruhusiwa kuanzisha biashara, maanake kwanza kungetokea uovu, watumishi wangeanza kuiba na kuanzisha biashara zao. Lakini pia mtumishi wa umma anaweza akajianzishia makampuni yake na sana sana akapa kipaumbele makampuni yake binafsi, na hiyo ndio ilisaidia sana au ilikuwa sababu hasa kwa usimamizi wa kipindi hicho kuzuia watumishi wa umma kujihusisha na biashara. Na haya ndio hasa mambo ya msingi ambayo usimamizi wa kipindi hicho uliyazingatia. Lakini hata baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuondoka, akamwachia hiyo nafasi Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ambapo naye alipoanza kaanza majukumu yake. Lakini kosa moja ambalo alifanya Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ni jambo moja, nalo ni kuruhusu watumishi wa umma au viongozi kufanya biashara, na hicho ndio ikafungua mlango wa uovu, kwa maana kwamba watu wakaanza kuiba na kuanzisha biashara zao, kuiba na kufanya biashara zao. Lakini pia hata utendaji nao ukaanza kupungua, kwa maana watu wakawa wanabezi sana kufanya shughuli zao badala ya shughuli za umma, na hiyo ikapelekea hata uzalishaji nao ukaanza kupungua kwenye viwanda, lakini pia hata mapato yakaanza kupungua, na mwisho wake ndio ikapelekea kufilisika kwa viwanda na hata kwa mashirika ya umma. Lakini hata hivyo naweza nikasema kwamba sidhani kama Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi yalikuwa ni mawazo yake hayo, au ni yeye kama yeye ndio aliweza kuruhusu watumishi wa umma, kwa sababu hata hivyo hatujamuona akihusika na biashara. Kwa tunaweza tukafikiria kwamba inawezekana kuna watu ambao walimsukuma afanye hivyo kitu ili wao ndio waweze kufanya ile shughuli za kibiashara. Lakini hata baada ya yeye mwenyewe kuondoka huyu Ali Hassan Mwinyi na alipoingia Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, na yeye akaja
na mawazo ya kwake. Mambo ambayo alikosea Mheshimiwa Benjamin Mkapa ni kubinafsisha viwanda na baadhi ya mashirika ya umma, akiamini ya kwamba pengine ndio mambo yangeweza kuwa mazuri zaidi. Na hapo ni baada ya kuona viwanda vimefilisika na hata mashirika yenyewe yamefilisika, lakini haikuwa hivyo. Nasema kwamba alifanya kosa kwa maana kwamba kwanza hakujiuliza au hakufikiria ni kwa nini hivi viwanda vimefilisika au mashirika yamefilisika. Maana yake ni kwamba angekuwa amekuwa na muda mzuri zaidi wa kufikiria, angepata jibu, kwa sababu jawabu pale lilikuwa ni kurekebisha usimamizi. Lakini pili ni kwamba huo ubinafsishaji ulifanyika wakati wananchi bado ni maskini. Kwa maana hiyo walioweza kunufaika bado ni wale ambao walikuwa na uwezo wa kifedha, hasa ambao walikuwa ni asili ya watu wa nje. Lakini pia ni kwamba hakuweza kuwashirikisha wananchi, hata bunge lenyewe hakuweza kushirikisha. Maana yake pengine bunge linaweza kumshauri na angeweza kujizuia kufanya kitu cha namna hiyo. Lakini kosa la pili ni kwamba ni kule serikali kujiondoa kwenye biashara. Hiyo ilikuwa ni kosa kwa sababu zifuatazo. Ni kwamba unapochukua hatua ya kujiondoa serikali kwenye biashara, ni sana kwamba unawaondolea wananchi ule uwezo wa kumiliki biashara, kwa sababu chote kile kinachofanywa na serikali ni mali ya wananchi. Na kwa maana hiyo unapochukua hatua ya kubinafsisha au kujiondoa kwenye biashara, manake unafanya wananchi wasiweze kujihusisha na hizo biashara. Lakini la pili ni kwamba kutokana na kipindi hicho kwamba wananchi walikuwepo bado au kwenye maskini, manake bado hizo fursa zikawa zinaangukia watu wachache ambao wao walikuwa ni watu wa asili za kutoka nje. Takwimu ilikuwa inaonyesha kwamba miaka hiyo asilimia karibu 35 ya Watanzania ni wakulima, na kilimo chenyewe sio kilimo cha kibiashara, ni kilimo cha kujikimu, kwamba mtu anaweza kauza mazao yake akanunua chumvi, akanunua mafuta, akanunua sabuni, vitu vidogo vidogo. Kwa haikuwa kilimo cha kibiashara, na kwa maana hiyo asilimia kubwa ya watu ni watu maskini, na asilimia iliyobakia kama 15 utakuta ni wafanyakazi, wafanya biashara na wengine wavuvi. Kwa utakuta serikali kutegemea kwamba itategemea kodi kutoka kwa wananchi ambao ni maskini, ilikuwa ni makosa makubwa sana. Kwa hilo pia ndio likapelekea nchi kuingia katika umaskini zaidi, na matokeo yake ilikuwa ni kwamba nchi ikaingia kwenye uchumi tegemezi, kwa maana nchi haizalishi. Ndio maana utakuta mipakani kote katika nchi yetu tunazunguka na nchi zote zinazunguka, sisi tukawa tumebaki kwenye utegemezi, kwamba wenzetu wazalishe tuwategemee wao. Ndio maana utakuta mipakani bidhaa zinazoingia nchini ni za viwandani, lakini bidhaa zinazotoa sisi ni za kilimo. Mfano halisi kama hapa Kenya, karibu bidhaa nyingi sana ziko madukani za kutoka nchini Kenya, na sisi tunapeleka mananasi huko, mahindi. Kwa wanaonufaika zaidi ni wenzetu. Kama Tanzania ingekuwa inazalisha au ina viwanda, ndio ingekuwa nchi pekee ambayo ingeweza kunufaika zaidi, kutokana na kwamba tumezungukwa na nchi 8, au sisi tumezungukwa na nchi nyingi zaidi kuliko nchi nyingine yote ile. Kwa maana hiyo tungeweza kulitumia soko vizuri kwa hizo nchi zinazotuzunguka. Lakini pia utegemezi mwingine ni ule wa kutegemea kwenye budget ya nchi yetu. Kwa sisi tutaangia kipindi hicho tumekuwa tukitegemea nchi kutoka kwa wafadhili kutoka nje huko Ulaya, Amerika, na hii inatuweka mahali pabaya zaidi, kutokana na kwamba kadiri mtu anavyomtegemea ndivyo unavyoweza kutawaliwa zaidi. Ni hasa pale ambapo karibu miaka kadhaa iliyopita nchi za Ulaya zitutangazia sisi kusaini ndoa za jinsia moja, na tusiposaini tutatangazwa kufutiwa misaada. Kwa hii haitupi heshima. Hata hivyo miaka pale nilikuwa nimeandika kitabu ambacho mimi nikaa nakosewa
ubinafsishaji, kitabu ambacho kinaitwa Waafrika Kuondokana na Umaskini. Hicho kitabu nilikipeleka pale magazeti ya Uhuru. Lengo langu kubwa lilikuwa ni kusaidia kukitangaza ili kiweze kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi. Lakini hata hivyo, yule mhariri ambaye nilikuwa nimempatia kitabu akaanza kuandika habari zaidi juu ya Benjamin Mkapa na kumsifia juu ya huu ubinafsishaji. Ndipo nikatambua kwamba kumbe nimekosea kupeleka kitabu hicho kwenye magazeti ya Uhuru. Lakini hata hivyo, cha ajabu ni kwamba baada ya muda fulani ni Mheshimiwa Benjamin William Mkapa huyo akakaa na vyombo vya habari na kukiri ya kwamba alifanya kosa kubwa sana na sera zake za ubinafsishaji. Ndipo mimi nilishangaa sana, lakini pia nikamfurahia sana, kwa maana rais anapokiri kosa ni jambo zuri sana, kuliko ni akaona kama ni jambo jema, lakini kule kukiri mimi nilifurahia sana. Lakini hata hivyo nikashukuru sana kwamba kule kupeleka kitabu pale magazeti ya Uhuru ndio pia ilisaidia zaidi kitabu hicho kumfikia Mheshimiwa Benjamin Mkapa. Pengine nisingepeleka pale, hizo habari Mkapa singeweza kuzipata. Lakini pia nashukuru sana kwamba niweze kuandika kitabu hicho, maana kama nisingeweza kuandika kitabu pia Mheshimiwa Rais Mkapa asingeweza kupata hizo habari. Na kwa maana hiyo mimi ninamsifia sana Mkapa kwamba aliweza kutangaza hivyo au kukiri hivyo kosa. Lakini hata hivyo, cha kushangaza ni kwamba serikali haijaweza kubadili ule mfumo uliokuwepo ambao aliuanzisha Benjamin Mkapa. Ule mfumo ambao ni wa kuiachia sekta binafsi au serikali kujitoa kwenye biashara. Mpaka sasa hivi tuko kwenye sekta binafsi. Mpaka sasa hivi serikali haina viwanda wala haiwazi kukarabati viwanda. Kwa maana hiyo, ni ushauri wangu kwamba ni jambo jema sana kwamba kwa muda huu tungeweza kubadilisha ule mfumo, serikali ikajihusisha moja kwa moja kwenye biashara, lakini pia viwanda vikarejeshwa au vikarabatiwa na tukawa na mfumo wa viwanda katika nchi yetu. Kwa hiyo natoa ushauri wangu kwa serikali, kwanza kubadilisha mfumo ambao tumeachiwa na Benjamin Mkapa, mfumo ule wa kuiachia sekta binafsi kuhusika na biashara pekee. Badala yake ni kwamba serikali inapaswa kuhusika moja kwa moja kwenye shughuli za kibiashara. Lakini wakati huo sekta binafsi pia ikiendelea na hizo biashara. Lakini pia ninatoa ushauri kwa serikali kwamba vile viwanda ambavyo vilikuwa vimeachwa inapaswa kukarabatiwa na nchi yetu ikaingia katika mfumo wa viwanda kama ulivyokuwa huko nyuma. Nami ninaomba mmoja kwenu ya kwamba ninahitaji msaada ya kifedha na kwa mali pia. Na kwa kufanya hivyo mtakuwa mmeungana pamoja nasi katika kuelimisha jamii, lakini pia kuleta maendeleo katika bara letu la Afrika. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu wa mbinguni atawabariki. Basi sina la ziada, nina wageni nikisema Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Afrika.